Bwana Yesu apewe sifa. Namshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Ametujalia si kwa matendo yetu bali kwa heshima ya jina lake, na kwa sababu Mungu afurahi kifo cha mtu mwovu. Mungu wa mbinguni azidi kutufungua macho na azidi kuwapa mafunuo watumishi wake wote. Asante Mungu kwa ajili ya walimu wetu wote. Jina lako lihimidiwe. Mungu wa mataifa yote, wewe peke yako u mwaminifu. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo nimeomba. Amina. Utangulizi. Kitabu cha Mathayo ni kitabu sahihi sana, tunapaswa kukielewa kwa sababu kinafungua vitabu vya Agano Jipya. Kimenukuliwa sana na manabii. Kitabu cha Mathayo, Luka, Marko na Yohana ni vitabu vya Injili. Vyote vimeandika historia yake Yesu, kuanzia kuzaliwa kwake, kufa na kupaa. Wengi wakisoma Mathayo wanazembea, hawasomi Marko, Luka na Yohana, wakifikiri stori ni ile ile. Jibu ni kwamba ni stori moja kwa engo 4 tofauti. Sawa na ajali inapotokea, halafu mashuhuda wakiwa engo 4 tofauti. Kila mtu ukimwambia asimulie ajali, atasimulia kwa engo yake. Wa mbele atasimulia kutokea mbele, nyuma kutokea nyuma, ubavuni kushoto kutokea ubavuni kulia, aliye juu, wote watasimulia kutokea upande waliopo. Biblia pia kuna mambo makubwa matatu Mungu ametoa uzito wa kujirudia. Na ukiona Biblia inarudia kitu unapaswa kuchukulia kwa uzito. Mfano, story ya uumbaji ina double insist. Sura ya kwanza na ya pili, uumbaji uko mmoja, lakini umesisitizwa na mpaka wengine kwa kutoelewa wanafikiri kuna uumbaji wa aina mbili. Wametengeneza fundisho uumbaji wa kiroho na uumbaji wa kimwili. Hapana, uumbaji ni mmoja. Sura ya kwanza inaonyesha muhtasari na sura ya pili inaelezea jinsi gani alivyoumba. Mfano, inavyoanza kusomwa habari, watu 3 wamefariki kwa ajali. Mkoa wa Dar es Salaam unaongoza kwa mapato. Habari kamili inaanza kuelezea kwa undani chanzo mpaka mwisho wa ajali ilivyotokea. Na ndivyo ilivyo katika sura ya kwanza na ya pili. Jambo la pili linalosisitizwa kwenye Biblia, historia ya Israeli. Hivyo ameirudia historia ya uumbaji na historia ya Israeli. Wafalme wa Mambo ya Nyakati, stori moja ya taifa moja lakini kwa engo tofauti. Ukisoma vizuri utagundua kitabu cha Wafalme kinaeleza wafalme 20 wa kaskazini waliofanya vibaya wote. Na Mambo ya Nyakati inaeleza wafalme wa kusini waliofanya vizuri karibu wote, na inamuonyesha Mungu kwenye upande wake wa haki na rehema. Na kwenye Injili Mungu ameamua kutupa engo 4 kuhusu Yesu. Hapa ndipo tunaelewa kumbe hivi ni vitabu muhimu mno, kwa sababu Waebrania ya kwanza inasema Mungu zamani mwa baba zetu alisema nasi kwa njia nyingi na namna nyingi, lakini mwisho wa siku hizi amesema nasi kupitia mwana ambaye ni Yesu. Ndio maana ilimpendeza Mungu kuwe na Injili 4 kumuhusu Yesu. Na kwa kuwa Yesu ndio mtu mkuu katika Biblia na duniani kote, inabidi tuangalie pia nini ambacho kinatokea kwake. Kawaida mtu yeyote anayefanikiwa, mtu yeyote mkuu, tunapokuwa tunaeleza ukuu wake, huwa tunaangalia mambo makubwa matatu kwenye maisha yake. Amefanya nini, na tunapima umashuhuri wake ni mkubwa kiasi gani. Pili, kwa kulinganisha na mtu mwingine, ameshawahi kufanya kama yeye. Habari njema ni kwamba Yesu ameelezwa vizuri sana kwenye kitabu cha Marko chenyewe. Kinaeleza tu matendo ya Yesu. Pili, tunachokipima kwenye umaarufu wake ni alichokisema, neno ambalo sio kawaida, ambalo mtu hajawahi kusema kama yeye. Hapa kitabu cha Mathayo kinabeba na kusema kwa msingi Yesu alichokisema. Na kitabu cha Mathayo kimekusanya maneno yote ambayo Yesu amewahi kuyaongea kwenye hotuba kubwa 5. Pasipo kujali aliongea lini, wapi, saa ngapi na kwenye tukio gani. Alichokifanya, amekusanya stori zote za Yesu pasipo kuzipa matukio alikuwa wapi, akazitengenezea hotuba 5. Hotuba kubwa maarufu ni hotuba ya mlimani. Hivyo tukisoma Mathayo, msisitizo ni Yesu alisema nini. 3, tunampima mtu maarufu alivyokuwa, tabia gani.
Na injili ya Yohana ndiyo inaeleza Yesu ni nani. Yohana anatueleza sifa mbili. Yesu alikuwa 100% Mungu na 100% mwanadamu, na ametupa vigezo. Katika wanadamu wake, injili ya Luka inatusaidia sana. Kwa nini Mathayo anaandika Kwa nini Mathayo anaandika? Ili kuelewa vitabu kuna maswali mawili. Swali la kwanza, Mathayo anamwandikia nani? Na pili, kwa nini anaandika? Nianze kwa kusema Mathayo alikuwa anawaandikia Wakristo waliookoka tayari, lakini Wayahudi. Na kuna jambo lilitokea wakati huo ambalo lilisababisha kujibu swali la kwa nini anaandika. Mwaka 65 mpaka 85 hali ya Wakristo waliomwamini Yesu toka dini ya Wayahudi ilikuwa mbaya sana. Walifukuzwa hekaluni na kuzuiwa kwenye baadhi ya masinagogi kwa sababu wamemwamini Yesu. Wakawa kwenye hali ngumu, na kwa bahati mbaya zaidi wale Wayahudi wakawa wanalihalifu jina la Yesu kuwa alikufa kifo cha laana na alikuwa mhalifu kama wahalifu wengine. Wakawa wanakosoa na kumtia hatiani Yesu, kitu ambacho hakikuwa sawa. Na Mathayo, kwa kuwa yeye ni Myahudi, akaamua kuandikia Wayahudi. Jambo la kwanza, Wayahudi wanaogopa sana kutaja neno la Mungu, na hata kuliandika. Hata leo kuna maneno ya walioyatafuta yanawasaidia, na wakitaja wao wenyewe wanaelewa hapo wanamtaja Mungu. Mfano, badala ya kutaja ufalme wa Mungu, wao hutumia ufalme wa mbinguni. Pia ametumia sana namba 5, hotuba 5 ameziweka. Wayahudi namba 5 huelewa kama Pentateuch, na akimtaja Yesu kama mfalme wa Wayahudi, Masihi, lengo lake alikuwa kuwatia moyo wasirudi nyuma, waendelee mbele. Na sura ya 26 inasisitiza kuwa huyu Yesu mliomwamini ndiye aliyetumwa ulimwenguni mote kuhubiri injili, na kila mwaminie ataokoka. Pia Mathayo anaandika akijustify au kuthibitisha uhalali wa Yesu. Na waliokuwa wanamtuhumu Yesu walikuwa wanamtuhumu Yesu kwa kuwa sio Myahudi. Pia kama mwenye hatia kwa kufa alivyokufa, walimtuhumu na kumtilia shaka matendo yake kama mtu aliyekuwa akifanya kazi na nguvu za mashetani. Pia walimtuhumu kama mtu ana maneno yasiyo mazuri. Na Mathayo anaeleza hoja zote kwa sababu anamjua Yesu, amekaa naye, ameshuhudia kifo na kufufuka kwake. Anawathibitishia kama shahidi namba 1. Alichokifanya Yohana, alichukua injili ya Marko, ndio ya kwanza kuandikwa. Inaeleza matendo ya Yesu. Yeye akaitanua maneno na matendo ya Yesu, na ndiyo injili inavyopaswa kuwa, kwa maneno na matendo. Wayahudi, moja ya sifa ya kumwamini mtu ni pale anaposema na anachokisema kinasindikizwa na matendo ya nguvu. Mathayo anaandika kitu ambacho Marko hajaandika. Marko alikuwa ameandika miujiza ya Yesu kuanzia mwaka wa 30 mpaka 33, na mpaka alipokufa, sio tangu kuzaliwa kwake. Na akifa mwaka wa mwisho wa 33, anaandika miezi 6 kabla ya hajafa, mwezi mmoja kabla ya hajafa, wiki moja ya mwisho, halafu siku moja kabla ya hajafa, na kila saa ya kabla ya Yesu kufa. Hivyo Mathayo anachukua kitabu cha Marko, anaongezea maneno ya Yesu yaliyoambatana na baadhi ya matukio husika. Na alipofika kwenye maneno, anatoa masomo au topic kubwa 5. Kuzaliwa kwa Yesu sura ya 1 mpaka ya 4, mambo ya Yesu kuanzia mwaka wa 1 mpaka wa 30, mwaka 30 mpaka 33 anaanza kueleza sura ya 5 mpaka ya 7, hotuba ya mlimani. Msitizo wake anafundisha kingdom lifestyle, mtindo wa maisha wa ufalme wa Mungu. Aliyeokoka anakuwa ndani ya ufalme wa Mungu, hivyo anapaswa kuishi sawasawa na ufalme wa Mungu. Na kwa kuwa kwa mtu asiyeokoka hawezi kuelewa hili, anahitaji kuokoka na kujaa Roho wa Mungu ili aweze kuishi hii style. Sura ya 9 mpaka ya 10, kingdom mission. Mkakati wa ufalme wa Mungu unaelezwa kwa mapana sana. Kwanza, tunayaacha magugu na ngano yamee pamoja. Mission ni kuwaleta watu wengi zaidi iwezekanavyo pasipo kuwahukumu mawazo yao. 3, kingdom growth. Ufalme unakuaje? Kuna mifano kama 5. Mojawapo, ufalme unakuwa kama mbegu ya haradali, kama mboga, baadaye mti mkubwa, na ndege wa angani wanakuja wanatua. Pia unakuwa kama chachu. Sura
sura ya 13 inaelezea zaidi ufalme huu unakuwaje. Jambo la 4, Kingdom Community, jamii ya ufalme ikoje. Sura ya 18 inaelezea zaidi. Sura ya 24 mpaka 25, hatima ya ufalme. Hapa Yesu ametoa dalili 4 ya kurudi kwake na mwisho wa dunia na ufalme wake utakapokuwa unakamilika. Alisema, tutazame kitakachokuwa kinatokea kwa dunia: vita, matetemeko, njaa. Pili, liangalieni kanisa, injili ikihubiriwa kila mahali, watu kutofautiana, upendo wa wengi kupoa, wengi kujikwaa na kurudi nyuma, manabii na makristo wa uongo. 3, tuliangalie taifa la Israeli, chukizo la uharibifu litakaposimama pasipo lipasa. Hapa Yesu ameshauri Israeli kukimbia. Na maangalizo mengine, dalili hizi zinafuatana: hali ya dunia, kanisa, kipindi cha neema, kipindi cha dhiki kuu. Mwishoni mwa dhiki kuu, ishara itakayoonyeshwa kurudi kwa Yesu: jua kutiwa giza, mwezi kuwa damu, nguvu za mbinguni kutikisika, na mwana wa Adamu ndipo atakapoonekana akishuka. Utakuwa mwaka wa 7 wa Millennium Kingdom. Theme mbalimbali ndani ya kitabu. Yesu aliongelea kuhusu imani. Yesu amefundisha kitu kinachoanza. Nitarudia. Yesu aliongelea kuhusu imani. Yesu amefundisha ni kitu kinachoanza na kuendelea. Imani ni kitu kinachoanza na kuendelea. Haki, pia Yesu ameongelea kuhusu haki. Anaongelea haki ambayo tusipokuwa nayo hatuwezi kwenda mbinguni. Anawahusia Wakristo, na haki hii ni ya matendo, sio maneno. Tunahesabiwa haki kwa kutenda. 3, anaelezea juu ya hukumu. Biblia nzima hakuna mahali popote imewahi kusema Jehanamu. Ni Yesu peke yake amewahi kueleza juu ya Jehanamu, na hakuna nabii yeyote aliyewahi kusema. Hebu tufikirie, kama Yesu anajua juu ya Jehanamu, anajua zaidi hukumu ya mwanadamu itakuwaje na nini Mungu atakachokifanya. Kitabu hiki sio cha kufundishia watu kuokoka, ni kitabu cha ndani ya kanisa ya watu ambao wameokoka na kuwatia moyo. Mathayo na Yohana ni vya waliookoka. Marko na Luka ni vitabu vya kuhubiria injili kwa wale wasiomjua Mungu. Asante mwalimu, na Mungu wa mbinguni akubariki na kukufunulia mengi zaidi. Asante ndugu zangu.